Kwanza kabisa, mzee mzima Apocalypse hakuwa mutant wa kwanza kuzaliwa hapa duniani, lakini Ebo, mshikaji alikuwa anajiona ndo Mungu mkuu, kiumbe wa kwanza kabisa wa maajabu. Mshikaji aliamini vitu vyote duniani lazima viwe chini ya mguu wake. Raia wa kawaida walikuwa wana ujanja, ilikuwa ni kupiga magoti tu na kunyenyekea kwake. Hakuna mwanachuga wala raia yoyote aliyejua mzee mzima na miaka mingapi hapa duniani. Yaani kila mwili wake wa zamani ukianza kuchakaa na kuchapalapa, anawaagiza wale horsemen nne wake waende mtaani wakamsakazia hosti mpya, mwili mpya wa maana. Msimu huu target yao ilikuwa ni mutant mmoja mwenye healing power ya hatari sana, yaani akikatwa anapona papo hapo. Sasa Apocalypse mwenyewe alikuwa kama Volt ya maajabu ya kutembea, ability yake kubwa kuliko zote. Kila akihamisha roho yake na kuingia kwenye mwili mpya, ananyonya power zote za huyo mshikaji wa mwanzo, na hizo power zinastakiwa na kuwa kali zaidi, yani endless upgrade, haina mwisho. Mipango yote ilipokamilika, ile rebirth ritual ikaanza rasmi. Yule high priest akapiga yoe la amri, zile sunshades tatu za hatari kule juu ya piramidi zikavutwa na kufunguka. Nuru ya jua ya hatari ikamiminika chini na vile alama vya dhahabu vikawaka kama taa za remote. Mwanga ukawa unatembea kwenye vile vinyinginio na michoro ya ukutani mpaka ukazama ndani ya piramidi. Mara moja tu sakafu yote ikawa ya dhahabu tupu. Energy ya moto ikawa inapanda juu kuelekea kwenye madhabahu kama vile mishipa ya damu ya mwanadamu, ikitengeneza njia ya Apocalypse kuhamisha consciousness na roho yake kwenda kwenye ule mwili mpya. Aiseu, hapo ndipo mzee mzima alikuwa dhaifu kuliko muda wowote ule. Kabla zile mishipa ya dhahabu haijachukua ule mwili mpya kabisa, wale horsemen nne ilibidi walinde Leoneo kwa gharama yoyote ile. Lakini kumbe raia wa Misri walikuwa wamekula dhulma mpaka zikawajaa kooni. Walipoona pengo tu wakasema leo ndio leo, hii nafasi haipiti hivi hivi. Wale walinzi waliokuwa wamemega ambush wakavuta zile sunshades chini kwa nguvu na kupondaponda vile vizingiti vya mbao vilivyoshikilia mawe ya hatari. Yale mawe makubwa ya tani 100 kadhaa yakaanza kubomoka na kuteleza kushuka chini kwa kasi ya ajabu. Wasiwasi ukaanza. Wale waasi wa ndani ya hekalu wakafunga milango yote, wakifanya kazi kwa kushirikiana kishenzi. Huo uasi wa ghafla ukawasha moto wa hasira kwa wale horsemen nne, wakavuta vyuma na kuanza kuchana watu bila huruma. Yale mawe makubwa yakawa yanapiga nguzo kuu za piramidi. Lile jengo la fahari likaanza kuonekana kama limekatwa katikati, likaanza kubomoka kuanzia katikati kabisa. Raia waliokuwa wamekumbwa na upepo wa hofu wakawa wanakimbia ovyo kila upande. Ndani ya hekalu sasa mawe makubwa kutoka kwenye ceiling na kuta yakawa yanadondoka tu. Kila kitu kilikuwa kianza kufunikwa muda wowote. Mwanajeshi mmoja aliyopona akawa amejificha pembeni kwenye kona, anasubiri timing ya maana ili apige shambulio la mwisho. Wakati huo ile transfer ritual ilikuwa imefikia sekunde za mwisho kabisa, hatua ya hatari. Yako mawe yanaanguka pande zote, hata wale horsemen walikuwa hawana ujanja wa kuyazuia yote. Hesabu ya mwisho ya roho ya Apocalypse kuingia kwenye mwili mpya ikawa inasoma 3, 2, 1. Yule mwanajeshi kuona timing iko poa, akaruka kufanya attack, lakini horseman mmoja wa kike akatumia akili yake na kumgandisha yule mwanajeshi hewani faster. Hapo ile nguzo ya mwisho iliyokuwa imebaki ikakatika vibaya mno baada ya kupigwa na jiwe kubwa. Piramidi yote ikashindwa kuvumilia, ikaporomoka yote chini. Horsemen watatu wakapondwa na mawe, wakachapa lapa papo hapo. Ile transfer ritual ikazama kwenye janga la kifo. Katika ile critical moment, yule horseman wa mwisho aliyebaki hakusita mwanangu, aliruka kwa kasi, akamvisha Apocalypse ile ama ya chuma inayowakilisha nguvu za kidini. Akatumia matone ya mwisho ya nguvu zake zote kutengeneza energy shield ya kuilinda ile miili. Kutokana na hiyo kujitolea kwake kwa hatari, Apocalypse alibaki mzima kabisa bila hata scratch moja, huku yule horseman wa kike akizikwa milele chini ya mrundikano yale mawe makubwa.